Hujambo, habari za leo. Karibu tena katika kipindi chetu cha Safari Yenye Tumaini. Hapa leo tuna mchungaji Stephen Leta, mchungaji wa kanisa la Tegeta, Dar es Salaam. Tuna dada Grace Momadi Masaka ambaye anaishi New Jersey. Pia tuna bwana Baraka Laiza wa Arusha, Tanzania. Na mimi hapa ni John Mugane, ninakaa Massachusetts. Neno la Mungu linasema katika Ayubu 36 mstari wa 22, tazama, Mungu hutenda makuu kwa uweza wake. Ni nani afundishaye kama yeye? Somo letu hapa linasema elimu katika bustani ya Edeni, ni ambayo tutazungumzia katika siku ya leo. Naomba muweze kujiunga nasi. Asante. Tunamfahamuje Mungu? Mungu hunena upendo wake kupitia vitu hivi: viumbe asili na mazingira, neno lililoandikwa na ufunuo wa Kristo. Kwa hivi vitatu tumepewa yote tunayohitaji kufikia uhusiano wa wokovu na Bwana wetu, na hasa kumpenda kwa kweli. Ayubu 22 mstari wa 21 inasema, mjue Mungu sana ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Elimu ya kweli ni ipi basi? Hilo ndilo swala tunalolizungumzia leo. Elimu ya Kikristo. Kuota hii tunazungumzia elimu katika bustani ya Edeni. Mwongozo huu umeandikwa na wakuu mbalimbali wa vyuo vikuu vya kati vya Kiadventista vilivyoko Marekani. Editor au mhariri mkuu ni Bwana Clifford R. Goldstein na mhariri wa Kiswahili ni Bwana Musa Daniel Mika. Biblia inasema, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Mithali 9 fungu la 10. Kumcha Bwana kwa njia nyingine ni kusema kumjua mtakatifu, na kuwa na hekima ni kuwa na ufahamu. Wazo kuu la robo hii ni kwamba chimbuko la hekima, maarifa na ufahamu ni Mungu mwenyewe. Katika kitabu cha Luka 10 mstari wa 27 nasema tumpende Mungu na nafsi zetu zote, nafsi yako yote mwenyewe, kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Tutaanza na mchungaji Leta, halafu dada Grace Momadi Masaka na Baraka Laiza atafuatia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi hii tena kutafakari neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze sisi sote, tusaidie kuwashirikisha wengine, tupatie nuru na elimu ya kweli. Tunaomba haya katika Kristo Yesu. Amina. Mchungaji Stephen Leta ni mchungaji wa mtaa wa Tegeta katika jiji la Dar es Salaam, mojawapo wachangiaji katika mjadala wa leo. Leo hii tunaangazia somo jipya kabisa linaloletwa kwetu katika robo hii ya 4 au ya mwisho ya mwaka wa 2020 na somo hili linasema elimu katika bustani ya Edeni, ya kwamba elimu hii ilianza katika shule ambayo Mungu alianzisha katika bustani ya Edeni, bustani ambayo ilikuwa imesheheni mazingira bora sana ya kufundishia, na mwalimu mwenyewe akiwa ni Mungu mwenyewe, wanafunzi wakiwa wawili, Adamu na mkewe Eva, na kitabu cha kufundishia kilikuwa mazingira yale yaliyokuwa pale bustanini. Kutupatia elimu ya Kikristo, na hapa tunaenda kuangalia elimu hii ya Kristo imesheheni mambo gani, inazungumzia nini, inawahusu watu gani,
na katika somo la leo tunaenda kuangalia mahali ambapo elimu hii ya Kikristo ilianzia. Kwa hiyo katika somo la juma hili tunaangalia elimu katika bustani ya Edeni, kwamba kile unachokifundisha kinawafikia na kinapokelewa na kueleweka vizuri. Jambo jingine tunalojifunza katika hii siku ya kwanza katika hii shule ya kwanza ni kwamba Mungu alimsaidia Adamu na mkewe kwa kumpatia kazi za kufanya. Mojawapo ya mambo ya muhimu sana katika kufundisha ni lazima kile ile shule pamoja na umaarufu wake mwingine tulioutaja, ilikuwa na mwalimu bora aliyekuwa anawajua wanafunzi wake. Mungu alimjua Adamu vizuri, Mungu alijua Eva vizuri, alijua uwezo wao na upungufu wao. Kwa hiyo alikuwa na uwezo mzuri wa kufundisha. Na hili ni jambo la msingi pia hata leo kuwafahamu wale tunawafundisha, kufahamu nini kinachoendelea katika akili zao ili ujue namna ya kazi vinavyohitajika, na jambo hilo Mungu alizingatia. Lakini pia ni muhimu uwe na mwalimu bora, mwalimu anayejua vizuri kile anachokifundisha, lakini anayejua vizuri wale anaowafundisha. Katika fungu letu la kukariri juma hili tunasema, tazama Mungu hutenda makuu kwa uwezo wake, ni nani afundishaye kama yeye? Ayubu 36:22. Na jambo hili limedhihirika kabisa ya kwamba elimu hii ilianza katika shule ambayo Mungu alianzisha katika bustani ya Edeni, bustani ambayo ilikuwa imesheheni mazingira bora sana ya kufundishia, na mwalimu mwenyewe akiwa ni Mungu mwenyewe, wanafunzi wakiwa wawili, Adamu na mkewe Eva, na kitabu cha kufundishia kilikuwa mazingira yale yaliyokuwa pale bustanini. Kutupatia elimu ya Kikristo, na hapa tunaenda kuangalia elimu hii ya Kristo imesheheni mambo gani, inazungumzia nini, inawahusu watu gani. Na katika somo la leo tunaenda kuangalia mahali ambapo elimu hii ya Kristo ilianzia. Kwa hiyo katika somo la juma hili tunaangalia elimu katika bustani ya Edeni. Jambo moja la kusikitisha lilitokea katika ile shule ya bustani ya Eden, na hili limeelezwa katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo. Sura zote mbili zilizotangulia, sura ya kwanza na ya pili, zinamuonyesha Mungu akiwa karibu na wanadamu, akiwapatia maelezo yaliyojaa upendo mwingi, na akiwawekea mazingira ambayo dhambi ni nini? Dhambi ni kufanya kwa makusudi kile unachojua kabisa kwamba ni makosa. Lakini Eva alifanya kosa, na kosa nini? Ni kufanya kile ambacho umeaminishwa katika akili yako kabisa kwamba kiko sahihi. Hapa pana jambo kubwa la kujifunza hata leo, kwamba tuwe waangalifu sana tusije tukatumbukia katika makosa ya Eva au tukatumbukia katika dhambi ya Adamu. Nahisi kwamba maisha yatakuwa mabaya sana kama atakuwa peke yake tena, kwa sababu uwepo wa Eva katika bustani ya Edeni ulileta faraja sana kwake, na wazo la kwamba anaweza akaondolewa kwa sababu ametenda dhambi ulimletea huzuni sana. Kwa hiyo akajaribu ku-maintain ile furaha yake kwa kubaki na huyu mtu ambaye ametenda dhambi, lakini sio kubaki naye tu kwa kushiriki kosa lake. Na ndio maana tunaambiwa kosa la Eva lilikuwa dogo sana kuliko kosa la Adamu. Adamu alifanya dhambi kwetu, na kwetu tunaona Eva akaanguka kwa namna hiyo kwa sababu alitilia shaka maneno ya Mungu na akaamini maneno ya mgeni ambaye asiyemfahamu, na salama yake ilikuwa aponee kwa mmewe Adamu. Adamu yeye ni tofauti kidogo na mke wake, alitambua kwamba huu ni udanganyifu, hii kauli aliyopewa mke wangu haina ukweli wowote, lakini yeye aliamua kwamba ashiriki na mkewe hiyo adhabu yote ambayo itatolewa kwa sababu wa dhambi. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha hivi ya kwamba katika kujifunza elimu ya Kristo kwa sehemu kubwa tunatakiwa tuwe na imani na yule anayetufundisha, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo hayahitaji kutumia akili zetu, ni kuamini tu kwamba yule anayetufundisha anajua zaidi kuliko tunavyojua sisi, na hiyo ndio itakuwa silaha pia pekee kabisa ya kutukinga katika elimu nyingi ambazo leo zinatokea. Kwa mfano leo hii siku elimu nyingi sana
ambazo ukizichunguza zinatutoa nje ya elimu ya Kikristo, dhana fulani fulani zinazopingana na dhana za Biblia zinazidi kuibuka kila kunapokucha. Unadhani salama yetu leo ni nini? Salama yetu ni kuamini kile Mungu alichosema. Of course wenzetu walikuwa na advantage ya kwamba wangeweza kukutana naye na kumhoji, lakini sisi tuna advantage hiyo hiyo kwa njia ya maombi na kwa njia ya kusoma neno lake tunaweza tukakingwa na udanganyifu ambao ishiwa na yule nyoka ya kwamba hakika hata kufa isipokuwa maneno ya Mungu yalikuwa na makosa fulani. Katika mazingira ya kawaida tungemtarajia Eva akimbie kwa Mungu, aende kwa Mungu, na kwa sababu alikuwa na assignment ya kukutana na huyo Mungu mara kwa mara, angeenda kwenda kuthibitisha hiyo kauli ya nyoka, lakini hakufanya hivyo. Matokeo yake aliamini yale maneno ya nyoka na mwanzo na ndipo na nyoka alikuja akimuuliza Eva kwamba mmezuiwa kula matunda yote ya bustani, of course katika namna ya kumconfuse tu. Sasa katika kujaribu kuweka sawa ile statement, Eva akasema hapana, hatujakatazwa kula matunda yote, ila tumeambiwa tusile matunda ya mti wa katikati. Jambo moja ambalo Eva hatuelewi kwa nini alilifanya hivyo, kwamba jileta mwenyewe. Ndio somo la siku hii ya Jumatatu tunapozungumzia kwamba kuna dukizo. Unaweza kusema kwamba mtu aliyejileta mwenyewe bila kualikwa, na huyo hakuwa mwingine isipokuwa alikuwa ni nyoka ambaye kwa kawaida alikuwa pale bustani, lakini mara hii alitumiwa na Shetani. Shetani ni malaika mwovu ambaye alikuwa ameasi kule mbinguni, ambaye alikuwa ni adui wa Mungu na alitaka. Habari za leo. Rafiki yangu Alina anatoka Brazil, anachukua video na namshukuru, ni jirani yangu, anakaa nyumba inayofuatia. Nashukuru. Leo nitazungumza kidogo kuhusu elimu. Masomo yetu ya safari ya Tumaini yanayokuja yatazungumza kuhusu elimu. Elimu kwanza, Mungu alikuwa na wapa wa elimu, anawafundisha Adamu na Hawa uso kwa uso. Alikuwa anazungumza nao. Tunaona katika Biblia anasema ilipofika adhuhuri, mchana, Mungu anawatembelea. Kwa hiyo walifundishwa na Mungu mwenyewe. Na kuna fungu hilo katika Isaya na katika Yohana anasema they shall be taught of God, watafundishwa na Mungu mwenyewe. Yaani watu wale wanaompenda Mungu watafundishwa na Mungu mwenyewe. Elimu ni nini? Elimu ni kumsaidia mtu kujikidhi na mazingira yake hapa kwa stadi za maisha. Joto lisimpige, mara baridi, mara sijui nyoka anaweza kamuuma. Sasa elimu inamsaidia mtu kujikidhi na maisha yake. Kwa mfano kama vitu gani? Anajua jinsi ya kujipatia chakula, jinsi ya kula, jinsi ya kusafisha nyumba yake asipate ugonjwa. Hiyo ni elimu. Elimu akate majani ili nyoka wasikae kwenye nyumba yake karibu. Yaani vile vitu vya kumsaidia mtu kuishi katika maisha yake. Jinsi ya kuzungumza na watu, asiwe na hasira sana akapiga watu. Hivyo vitu ni sehemu ya elimu ya kumsaidia mtu aishi katika maisha na kukabiliana na mazingira yake. Anajua jua likiwaka ninafanya hivi, mvua ikinyesha ninafanya hivi, ni wakati wa kupanda. Hivyo ni vitu vya elimu. Hilo ni jambo la pili. Lakini elimu kitu kikubwa ni kumsaidia mtu kujitayarisha kwa umilele ili aishi na Mungu milele zote. Muhtasari wa Biblia ni kuumbwa kwa dunia, Mwanzo 1 na Mwanzo 2. Mwanzo 3 kuanguka kwa mwanadamu. Mwanzo 4 mpaka Ufunuo 22 ni Mungu anatafuta wokovu, jinsi ya kukomboa mwanadamu. Kwa hiyo sisi hatukuumbwa tufe. Tuliumbwa tuishi milele, tuliumbwa tukae na Mungu, Mungu atufundishe milele zote. Lakini mambo yaliharibika. Ni kama treni inapita mahali, reli imeharibika, sasa tuko kwenye ukarabati. Ile treni inakarabatiwa ili kusudi tupite vizuri. Kwa hiyo tunakufa, japo kwa kifo ni kitu kibaya, ni kwa ajili ya our advantage, ni kwa ajili ya faida yetu. Manake kama tusingekuwa tunakufa tungeishi na huzuni zote, lakini hatufi na tunapata tu shida. Maana kwa mfano una jirani yako mwizi anakupiga kila saa, lakini hufi, na kila saa usiku anaingia saa 9 usiku anakupiga, maisha yako yote hayo yangekuwa maisha magumu. Lakini Mungu amefanya kiasi kwamba tunakufa tunapumzika, lakini tukimwamini yeye Mungu atatufufua siku ya mwisho, tutaishi milele. Kwa hiyo ndio elimu ya bustani ya Edeni. Baadaye wazazi wakafundisha watoto wao. Baada ya hapo zikaanzishwa shule za manabii.
Na baada ya shule za manabii watu wakawa wanafundishwa. Israeli watoto walikuwa wanafundishwa. Tunaona katika Kumbukumbu la Torati 6 anasema, sikiliza o Israeli, Mungu wako ni mmoja, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na jirani kama nafsi. Na pia anasema kwamba uwafundisha mambo haya watoto wako. Wakiamka asubuhi unawafundisha kuhusu Mungu. Mchana unawafundisha, jioni unawafundisha. Anasema uyaweke kwenye miimo ya milango yako, uyaweke kwenye hata kwenye kipaji. Naona Waisraeli wanaweka kila mahali, wanaweka kumfundisha nani ni Mungu, tuko hapa duniani kwa sababu gani. Mfano unaweza kusema kwamba mimi ni nani, niko hapa duniani kwa ajili gani, naenda wapi, ndio safari yangu ya tumaini ambayo ni muhimu. Mimi naitwa Grace Momaji Masaka, niko hapa duniani kwa sababu gani? Niliumbwa na Mungu, mambo yaliharibika na sasa hivi kuna ukarabati. Ninaenda wapi? Ninaelekea mbinguni. Kwa hiyo ninamchagua Mungu kuwa Bwana kila siku ninapoamka. Kwa hiyo elimu ni kwamba sasa hivi tunapoendelea katika elimu yetu duniani, siku moja tutakuwa na Mungu milele, ambapo yeye ndio atakuwa mwalimu wetu. Darasa letu litakuwa yani universe kote, sayari zote litakuwa darasa letu tunaangalia, na mbingu ndio itakuwa mbingu itakuwa darasa, na masayari yote yatakuwa vitu tunafundishwa. Yani saa zingine tunaweza kukutana na wewe katika sayari nyingine, unasema umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kutembea. Tunatembea sehemu mbalimbali. Mimi napenda sana kutalii. Ningekuwa na pesa ningetalii sehemu nyingi. Nimetalii nchi chache tu, lakini ningekuwa na pesa ningependa kwenda hata Antarctica huko, Arctic, ningependa hata Australia. Ningependa sana siku moja niende Australia, niende Uchina, lakini sina pesa za kufanya hayo. Sasa elimu, Mungu ndiye mwalimu mkuu, na anasema tutajifunza milele zote, lakini hatutajifunza ubaya, hatutajifunza uovu, hatutajifunza dhambi, tutajifunza mambo mazuri tu milele zote. Yani tutakuwa tunafurahia tu kujifunza. Kwa mfano sasa hivi watu wanaita kitu kinaitwa study tour, wanaenda nchi mbalimbali kujifunza. Haya mambo ya degree na karatasi watu tu wamejiwekea wenyewe, yanatusaidia kiasi fulani, lakini kitu kikubwa ni kumwamini Mungu. Sisemi kwa ubaya na degree za karatasi labda 5, lakini hazinisaidii chochote kitu cha maana sana kuhusu umilele. Kitu kikubwa ni kumwamini Mungu katika maisha yako. Tunapata hizi degree za karatasi kumwonyesha mtu kusudi atupe kibarua, alafu akitupa kibarua labda kinatusaidia kujikimu maisha yetu. Lakini hiyo degree ya karatasi tunayoiweka kwenye kuta zetu sio kitu cha maana sana. Kitu kikubwa ni educating for eternity, kusoma ili kusudi tuishi milele. Ulikuwa sio mpango wa Mungu sisi kufa. Nashukuru sana, na tutakapoendelea ili somo la safari ya tumaini kuhusu elimu, na elimu bora kupita yote, tuweze kumkabidhi Mungu kila kitu. Hata kama wewe ni kijana unataka kusomea jambo fulani, muulize Mungu, hili jambo unataka kusomea, je, ni nzuri? Je, litanisaidia? Mimi nilimuuliza Mungu, nilikuwa nataka kusomea udaktari kwanza. Mungu akanielekeza kwa njia tofauti, na saa zingine hapo unasema jinsi ya kujua mapenzi ya Mungu. Kuna jinsi mbalimbali za kujua mapenzi ya Mungu. Ukishaomba, utakapoendelea kutembea na unakuwa na connection na Mungu, atakuonyesha. Lakini hata saa zingine tunakosea. Utakapokosea usisikie vibaya sana. Kama unaendelea tu kuwa na Mungu, atakuonyesha hapa ni mahali pa kurudi, utarudi. Watu wengine wanasema sasa nimekosea, sijui nifanyeje. Hakuna kukosea ambapo Mungu aweze kukurudisha. Mbaya tu ni kumwacha Mungu. Ukimwacha Mungu unarudi. Mungu ndiye mwalimu mkuu, na mshauri wa ajabu. Hakuna mshauri wa ajabu kuliko yeye. Tunatafuta washauri, mara sijui tumeenda kwa mchungaji fulani atushauri, au sijui padri fulani, sijui shehe fulani. Mungu ndio mshauri wa ajabu. Watu wengine wanaweza kukushauri na ni vizuri, lakini ukae kwenye neno la Mungu. Bwana aweze kukubariki sana. Asante sana. Na ninaitwa Baraka Liza, na katika juma hili katika kujifunza lesoni tunajifunza somo zuri sana, na somo la pekee ambalo lina kichwa cha ujumla cha wiki nzima kinachosema elimu ya bustani ya Eden. Nitasema kwa mafupi katika siku ya Jumatano pamoja na siku ile ya Alhamis. Somo hili la elimu ya Edeni inatupeleka katika siku ya Jumatano ambayo tunajifunza somo zuri sana ambalo linasema kukomboa kilichopotea, kukomboa
kilichopotea. Nini ambacho kilikombolewa ambacho kilikuwa kimepotea? Tunafahamu katika bustani ya Eden, Mungu alikuwa ameweka mti wa uzima pamoja na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na akawapa maelekezo Adam pamoja na Hawa, akawaambia kwamba katika mti wa uzima mnaweza kula matunda, lakini katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya msiguse wala kula matunda kutoka katika mti huo. Hivyo tu peke yake kwa Adamu na Hawa ilitosha kuyatii maagizo ya Mungu, ilitosha kuyatii maneno ya Mungu. Kwa hivyo baadaye, kwa kutotii na kuisikiliza sauti ya shetani na uongo wa shetani na kula katika ule mti ambao hawakuambiwa wale, kutoka huko kukawatenga Adamu pamoja na mke wake, kukawatenga na Mungu wao. Na hivyo kwa sababu hiyo sasa kurejesha ama kukomboa kile ambacho kilipotea. Kwa sababu hiyo Mungu akawatafuta yeye mwenyewe kwa sauti yake. Tunaposoma Biblia, akawatafuta yeye mwenyewe, ndiye aliyeenda kuwatafuta Adamu pamoja na mke wake wakiwa wamejificha. Lakini baadaye Mungu akataka kurejesha mahusiano yake pamoja na wao, na kwa sababu hiyo, kwa sababu walikuwa uchi baada ya kula lile tunda, Mungu alichokifanya akawatengenezea vazi. Akawatengenezea vazi kwa kumchinja mwanakondoo, ikionyesha kafara ya pekee na ikiakisi kafara ya pekee, yaani Yesu Kristo kama kafara ya mdhambi. Kwa hivyo kile ambacho kilipotea kilirejeshwa tu kwa sababu ya kafara. Mahusiano kati ya Mungu pamoja na familia ya Adamu yalirejeshwa kwa sababu ya kile kilichofanyika kwa Mungu kuwatengenezea vazi la kondoo na wakaonekana wamevalishwa vazi. Mahusiano yetu yanarejeshwa kwa sababu ya dhambi. Mahusiano yetu yanarejeshwa na Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo peke yake. Hiyo ndio siku ya Jumatano tunapojifunza lesoni hii ya pekee sana juu ya elimu ya kweli, tukiwa tunaona Adamu pamoja na familia yake Hawa walipokuwa pale Edeni walipewa elimu yote. Mungu alitoa elimu yote, kwa sababu sikiliza, kutii ni elimu. Kutii ni elimu. Mungu alitoa elimu yote. Kwa hiyo tunapojifunza lesoni hii ya elimu ni pamoja na kutii. Ile elimu ambayo Mungu anaitoa anahitaji tutii kwayo. Hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatano. Siku ya Alhamis anasema wenye kudharau mamlaka. Wenye kudharau mamlaka. Hiyo ni siku ya Alhamis. Wenye kudharau mamlaka wanatupeleka katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 ambacho natamani kusoma. Waebrania sura ya 13 fungu la 17. 13 fungu la 17. Biblia inasema, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua. Maana yalirejeshwa kwa sababu ya kile kilichofanyika kwa Mungu kuwatengenezea vazi la kondoo na wakaonekana wamevalishwa vazi. Mahusiano yetu yanarejeshwa kwa sababu ya dhambi. Mahusiano yetu yanarejeshwa na Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo peke yake. Hiyo ndio siku ya Jumatano tunapojifunza lesoni hii ya pekee sana juu ya elimu ya kweli, tukiwa tunaona Adamu pamoja na familia yake Hawa walipokuwa pale Edeni walipewa elimu yote. Mungu alitoa elimu yote, kwa sababu sikiliza, kutii ni elimu. Kutii ni elimu. Mungu alitoa elimu yote. Kwa hiyo tunapojifunza lesoni hii ya elimu ni pamoja na kutii. Ile elimu ambayo Mungu anaitoa anahitaji tutii kwayo. Hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatano. Siku ya Alhamis anasema wenye kudharau mamlaka. Wenye kudharau mamlaka. Hiyo ni siku ya Alhamis. Wenye kudharau mamlaka wanatupeleka katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 ambacho natamani kusoma. Waebrania sura ya 13 fungu la 17. 13 fungu la 17.
Biblia inasema watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Paulo anaonyesha habari au anaeleza fundisho la utiifu, na somo hili linasema kwamba wenye kudharau mamlaka. Ukiangalia kwa fundisho la Paulo la kuonyesha kutii, linatupeleka pale ambapo Mungu alikuwa amewapa maagizo Adamu pamoja na Hawa, ile familia ya Adamu pale Edeni, alikuwa amewapa maagizo ya utiifu. Hii ilionyesha ni mamlaka. Mungu yeye mwenyewe ni mamlaka. Anapotoa maagizo anahitaji yafanyike ama yafanyiwe kazi. Kwa hivyo Mungu kuwapatia maagizo na kuwapa mambo ya kufanya na mambo ambayo hayapaswi kufanya, Adamu pamoja na familia yake walipaswa kuyatii yale maagizo, walipaswa kuyafanya yale ambayo Mungu alikuwa ameagiza. Mtunzi wa lesoni anapoandika anaeleza kwamba kuna watu ambao wana ujuzi binafsi, au ninaweza kusema kuna watu ambao ni magenius, wana uwezo binafsi, wana uwezo mkubwa wa kiakili, wana uwezo mkubwa wa kupembua mambo au wa kufanya mambo, lakini na darasani wanafanya vizuri, lakini hiyo haitoshi peke yake. Wanaweza kuwa watu wakubwa, wanaweza kufanya vizuri katika masomo, lakini hiyo haitoshi kuwa elimu ya kweli. Elimu ya kweli kama haina utiifu ndani yake. Mungu anatuleta katika elimu ya kweli ambayo ina utiifu ndani yake. Kama hatutaelewa elimu ya kweli ya maandiko, ya kuitii Biblia, ya kutii kile kinachosemwa katika Biblia, ya kutii sheria na amri za Mungu zile ambazo zinaandikwa, kama hatutakuja wanadamu wote na kuifuata elimu hiyo, bado tutakuwa hatufai kitu. Hata kama tutaitwa maprofesa, hata kama tutaitwa madaktari, hata kama tutaitwa watu wenye elimu sana, haiwezi kutufaa kitu ikiwa hatutatii ile elimu ya kweli, ama hatutaijua ama kuifuata elimu ya kweli ile ambayo inaandikwa katika maandiko matakatifu. Kwa hivyo kuitii mamlaka katika siku ya Alhamisi, kuitii mamlaka ni pamoja na kutii yale yote ambayo anatuagiza Mungu. Kwa kifupi, Adamu pamoja na Hawa walishindwa kuyatii maagizo ya Mungu, walishindwa kuyafanya yale Mungu ambayo ameyaagiza. Leo hii katika Biblia yapo maagizo ambayo Mungu anatupatia, yapo mambo ambayo Mungu anayaainisha. Tutaendelea kujifunza katika lesoni ya robo yote hii. Elimu ya kweli kabisa ni ipi? Tutaendelea kujifunza kadri ambavyo Mungu ataturuhusu, lakini kila mmoja wetu tufungue mioyo yetu na Mungu atusaidie ile elimu ya kweli kuifahamu na kuifuata. Ni jambo moja kujua elimu na kusoma juu ya elimu fulani. Hii ni jambo la pili, kufanya juu ya ile elimu ambayo umejifunza. Mungu atubariki sana. Kwa kumalizia lesoni hii, tunaona katika Ayubu 37 mstari wa 16 kwamba Mungu ni mkamilifu wa maarifa. Wavumbuzi wa matawi ya sayansi yasiyopungua 40 walikuwa tu sio wa kumcha Mungu, walikuwa Wakristo. Yohana 1 mstari wa 9 nasema, nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu, imwangaziayo kila mtu. Kupitia Yesu kila mtu hupokea baadhi ya miale ya nuru ya kibingu.
Ernest Walton alikuwa ni mwanasayansi mmoja ambaye alishinda Nobel Prize ya Physics. Yeye alisema katika maisha yake sayansi ni njia moja ya kumfahamu Mungu. Yeye ndiye aliunda ile formula inaitwa E=mc². Washington Carver naye pia alikuwa ni mashuhuri kwelikweli, mtu mweusi wa Marekani, na alisema imani yake katika Bwana ndio ilikuwa msingi wa utafiti wake. Yeye alikuwa mwalimu wa kundi la Biblia. Bernard Rainman alifariki akisema sala ya Bwana. Alipeleka masomo ya geometry mbele sana, yakaja kuwa msingi wa yale Albert Einstein alikuja kuyavumbua baadaye. Isaac Newton naye ni mashuhuri sana. Aliunda telescope ya kwanza, lakini mashuhuri wake ilikuwa ni kwamba muda mwingi aliutumia kusoma Biblia kuliko kufanya hesabu na fizikia. Alionyesha kwamba miale ya nuru ina rangi zote za upinde. Sasa basi swali ni kwetu, ni kwa jinsi gani twaweza kumjua Mungu vyema kupitia kazi zetu? Kazi za malipo, za elimu, za kujitolea na za huduma. Endelea na safari yako. Mtangulize Mungu kwanza. Tafuta elimu iliyo ya kweli ambayo tumeiongelea katika siku ya leo. Ubarikiwe sana na Bwana. Katika kitabu chake Ellen G. White, kitabu ambacho ni Patriarchs and Prophets, ukurasa 50, anasema kuhusu Adamu na Eva kwamba familia hiyo takatifu hawakuwa tu watoto wapendwa walio chini ya uangalizi wa malezi ya Baba wa mbinguni, bali pia walikuwa wanafunzi wenye kupokea maarifa kutoka kwa Muumba aliye chimbuko la maarifa yote. Walitembea na malaika na wakajumuika pamoja na Muumba wao pasipo pazia katikati yao. Walijawa afya itokayo na mti wa uzima, na akili zao zilikuwa na ufahamu pungufu kidogo ya malaika. Maajabu ya ulimwengu unaoonekana, yani hizo kazi za ajabu za huyo mkamilifu wa maarifa, yanatajwa Ayubu 37 mstari wa 16, ziliwapatia utele wa maarifa na furaha. Kanuni na utendaji wa mazingira ya asili ambazo zimekuwa somo kwa wanadamu wa kipindi cha miaka 6,000 zilifunuliwa akilini mwao na yeye ambaye ni mbunifu mkuu na mruzuku wa vyote. Walijadili jani na ua na mti, wakadadisi na kujua siri ya uhai wake kwa kila mnyama hai, tangu nyangumi mkubwa aishie baharini hadi mdudu mdogo aogeleaye kwenye miale ya jua. Wote hawa Adamu waliwajua vizuri. Alikuwa amempatia kila mmoja jina na alijua mwenendo na silika ya kila mmoja katika viumbe hao. Utukufu wa Mungu katika nyota za angani, sayari nyingi katika mizunguko yake, uwiano wa mawingu, siri za utendaji wa sauti na nuru mchana na usiku, hayo yote yaliunda mada walizojifunza wazazi wetu wa kwanza. Sasa kuna swali. Adamu na Hawa walijua kuwa Mungu alikuwa jirani yao, ila bado wakakubali ukweli nusu wa yule mwovu. Wakakubali ukweli nusu wa yule mwovu. Swali ni kwa jinsi gani sisi ambao tunaonekana kuwa mbali na Mungu bado tunaweza kupata nguvu kushinda majaribu kutoka kwake? Ni swali tujiulize sote. Na tujue Mungu yupo nasi na atatuongoza tukifuata elimu ya kweli. Ndio wazo kuu hapa. Leo hii katika Biblia yapo maagizo ambayo Mungu anatupatia. Yapo mambo ambayo Mungu anayaainisha. Tutaendelea kujifunza katika lesoni ya robo yote hii. Elimu ya kweli kabisa ni ipi? Tutaendelea kujifunza kadri ambavyo Mungu ataturuhusu. Lakini kila mmoja wetu tufungue mioyo yetu na Mungu atusaidie ile elimu ya kweli kuifahamu na kuifuata. Ni jambo moja kujua
kujua elimu na kusoma juu ya elimu fulani. Hii ni jambo la pili, kufanya juu ya ile elimu ambayo umejifunza.